Leo ni siku nyingine njema ambayo imempendeza Mungu. Nikukaribishe mfuatiliaji wa channel hii tuweze kujifunza pamoja. Leo tutazungumza habari za jina la Yesu, jina ambalo lina nguvu, jina ambalo lina uweza, jina ambalo linaokoa. Kwa hiyo nikukaribisha kwamba ujisikie huru tunapoendelea kujifunza somo hili la jina la Yesu. Na tutasimamia kwenye kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 8, wa 9 na kuendelea. Neno la Bwana linasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwamba jina la Yesu ni jina pekee lenye uwezo wa kumkomboa mwanadamu. Jina la Yesu ni jina pekee linaloweza kumpa mwanadamu haki yake. Jina la Yesu ni jina pekee lenye uwezo wa kumfungua mtu ambaye amefungwa. Kwa sababu hiyo tukisoma kwenye mstari wa 8 inasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti. Anaposema kwamba akawa mtii hata mauti, alitufungulia mlango wa unyenyekevu. Alikuwa mnyenyekevu wa kwanza ambaye alinyenyekea akamtii baba yake, na baada ya kuwa amemtii baba yake tunaona kwamba Yesu akakubali kwenda msalabani. Na alipokubali kwenda msalabani, lengo la Yesu kwenda msalabani lilikuwa lengo la kutukomboa sisi kutoka kwenye utumwa, lilikuwa lengo la kutukomboa sisi kutoka kwenye mateso, lilikuwa lengo la kutukomboa sisi kutoka kwenye laana, lilikuwa lengo la kututoa sisi kutoka kwenye hali ya mateso ambayo tulikuwa tumeteseka, ambapo kwanza sisi, mimi na wewe, tulikuwa hatumjui Mungu, ambapo mimi na wewe kwanza tulikuwa hatuamini. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo kuja duniani kwa ajili ya kuja kutukomboa sisi, tunaona kwamba tumepewa jina ambalo tukiliita linatupa matokeo yaliyo hai, jina ambalo tukiliita lina uwezo wa kutufungua, jina ambalo tukiliita linaweza kutupatia haki ambayo ilikuwa imeibiwa. Na kwa sababu hiyo, hilo jina la Yesu hata sasa lina nguvu ya kuweza kututoa katika hali ya mateso. Hata sasa lina nguvu ya kuweza kututoa katika hali ya magonjwa. Yawezekana tumekuwa tukiishi katika magonjwa yamekuwa shida juu ya maisha yetu. Nimekuja nikwambia kwamba lipo jina la Yesu, jina lenye nguvu, jina ambalo likitajwa kuzimu inatikisika, jina ambalo likitaja mapepo yanatikisika, jina ambalo likitajwa falme na mamlaka zinatikisika. Maana hilo jina ni jina lenye nguvu. Tukisimama katika jina la Yesu, tukisimama katika kweli ya Yesu Kristo, hicho ambacho tumekiona hakiwezekani katika hali ya kibinadamu, yeye mwenyewe atakiondoa kwa jina lake. Maana Biblia inasema ya kwamba kila goti litapigwa, kila goti. Usisahau mpendwa ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Usisahau ya kwamba hivyo vitu vyote ambavyo vimetamkwa vitapiga magoti mbele ya Yesu. Yesu ni mkuu zaidi ya wakuu, Yesu ni mfalme juu ya wafalme. Na kwa sababu hiyo tunapomtaja Yesu tunapata ukombozi juu ya nafsi zetu. Yawezekana kuna maisha ambayo umeyaishi, umetamani uyaache kile itwapo leo. Leo ninakwambia kwamba mwambie Yesu anaweza kufanya jambo juu ya maisha yako. Yawezekana unatamani uache tamaa mbaya, yawezekana unatamani uache hali za uasherati, yawezekana unatamani uache hali za uzinzi, yawezekana unatamani uache hali ya kulewa na kunywa pombe, lakini umejaribu kwa akili zako imeshindikana. Leo nimekuja nikwambie lipo jina la Yesu ambalo ukimwambia Yesu ya kwamba nahitaji uniondolee kiu ya dhambi, ataiondoa na utakuwa salama. Nimekuja nikukumbusha kwamba Yesu yupo. Nimekuja nikukumbusha kwamba Yesu anatenda. Nimekuja nikukumbusha kwamba Yesu anaweza kugeuza historia yako ikawa historia iliyo njema juu ya maisha yako. Mungu wetu akubariki, Mungu wetu akubadilishe, Mungu wetu akutende mema. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.